Kwa Yesu ndiko, nenda hapo, mwambie Yesu chochote kile. Siku moja nikiwa hapo Magomeni kwenye zile siku za mkutano wa net event, niliongea kitu kimoja kikaleta tabu na kirudia tena na tena na tena, kwa sababu nilipata wakosoaji wengi sana. Pastor, hii haiko sawa hii. Na mimi nakubali huenda ilikuwa haiko sawa, lakini bado sijashawishiwa na Roho Mtakatifu bado. Wazee wa kanisa, hao vijana wenu ambao wanasali humu ndani, muwaone hivi, muache hivyo hivyo. Wana maisha yao ambayo hawatakaa wawaambie, kwa sababu wanaogopa kuhukumiwa. Kwa unaweza ukamwona hapa anakuja anaimba vizuri na amekaa na anasoma lesoni yake, nyimbo zikiimbwa anafumba macho, anajijua mwenyewe. Sasa unasema tufanyeje? Mimi natamani wazee wa kanisa, ingeliwezekana tuwe na uwezo na vifua. Kijana anakuja anakusimulia challenge zake anazozipitia, hata kama ni maisha machafu kiasi gani, mtunzie siri. Usiseme popote, kimya kabisa, nyamaza kimya. Tafuta namna ya kumsaidia, sio namna ya kumpeleka kwa baraza la mashemasi. Maana baada ya pale nasikia mashemasi, njoo. Unamwona huyo hapo kwenye kwaya, hesabu 3. Shemasi anahangaika, yupi sasa? Mwenye shati jekundu huyo. Tukitoka nitakwambia habari zake, mumsaidie. Na nikwambie wazee, hawa vijana mnavyowaona, wana utawala wao na uongozi wao, wana viringe vyao, wanapiga story. Ulichomtendea ataenda kumwambia mwenzake. Nikwambie kitu wewe, hapo usiseme chochote. Nilimwambia mzee, nikaitiwa mashemasi, na sasa hivi nimeshapigwa karipio. Nataka niwaambieni hili, Mungu atusaidie sana. Kiukweli Mungu hafurahishwi na kufutana ushirika, kupeana makaripio. Mungu anafurahishwa tunaporejeshana. Hicho ndio kitu kikubwa kabisa. Namba 2, kijana, usiache ibada kwa sababu unajisikia una dhambi. Hata siku moja usije ukajisikia nina dhambi, kwa siwezi kwenda kanisani. Na shetani akijua hilo atakukamata hapo hapo. Mimi nasema hivi, siku ya Sabato kesho, kwa mfano kesho Ijumaa, siku ya Sabato inafuata, usiku wake ulienda klabu ukakaa huko kabisa, ukarudi nyumbani saa 9. Kufika asubuhi kuna sauti inakujia, leo ni Sabato. Mimi nakwambia, una mahangova yako, unanuka pombe, njoo madhabahuni. Ukisema unabaki nyumbani, umempa adui nafasi. Na kuna vijana wengine mpaka unashangaa anakuja kanisani saa 4, saa 5. Mnisamehe, maana ikifika Jumamosi tunafunga ili kama saa 4, saa 5 ndo anakuja pa. Alafu unashangaa anaitwa na mzee mmoja, njoo. Ndio masaa ya kuja kanisani. Ingekuwa kazini ungekuja masaa kama haya. Sasa tukisema mchungaji, mkisema hivyo mna entertain kwamba waje kwa kuchelewa. Nataka nikwambie, huwezi kujua amepigana na mashetani mangapi mpaka katoboa saa 5. Kuna saa alitoka hapo kabisa saa 2 ile ndio anatoka kapepo kakawahi kambea. Hivi unakumbuka jana ulipiga fegi ngapi? Jana unakumbuka pombe zako? Mmoja anasema siendi. Wanaenda kule ni watakatifu sana. Anaenda anakaa, akitulia malaika anakuja tena, anamwambia, bwana mdogo, Biblia inasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Nenda na mzigo wako. Anapata ka ujasiri, ananyanyuka. Ile akiingia tu atafute nguo, shetani anamwambia, huna nguo inayofaa kwenda wapi? Kanisani. Anachagua hii anaweka, anachagua hii anaweka. Mwisho sasa baadaye yule malaika anashinda. Mpaka malaika anashinda ni saa 4:30. Malaika anamhimiza, anamwambia hivyo hivyo tu nenda. Mwisho anavaa ujasiri, anasema ninaenda. Ili anaenda, anafika shule ya Sabato imeshaisha, watu wanakaribia sasa kuingia pale, ili anaingia tu. Shetani hana adabu, anawahi kwa shemasi. Anamwambia shemasi, unaona jamani akuja? Hao vijana wa siku hizi wa digital hao, saa 5 ndio anakuja. Shemasi anakuja anakuvaa maneno. Ile anakuvaa maneno, kapepo kanawahi upande wa pili. Anakuambia, umeona hata kanisani hawakutaki. Dhambi zako zimezidi kiasi kwamba hata mashemasi wanakufukuza. Sasa mimi sikizeni, niwaambieni wote mlioko hapa,
Kanisa halimilikiwi na mchungaji, kanisa halimilikiwi na mzee wa kanisa, kanisa halimilikiwi na shemasi. Kanisa limenunuliwa kwa damu ya Mungu mwenyewe. Huyo Mungu huyo ndiye anayekuita njoo tusemezane. Na sijawahi kuona popote Mungu anatafuta watakatifu. Yeye mwenyewe anasema wasikuja kwa watu wenye afya ila wagonjwa. Mungu anamtumia mpaka binti Farao pagani kabisa, anamtumia. Tabu ya kwenye kanisa iko hivi, Mungu atusaidie sana. Wote hapa, wote tuliokaa hapa ni wagonjwa ila magonjwa tofauti. Sasa shida ni kwamba kuna mmoja hapa ni